Tuseme pia ya kwamba kama Zakayo anataka kuongea na hawa Gen Z, sababu nasikia ameanza kuongelesha jana. Kitu cha kwanza tuataka IG akome kuwa IG wa polisi ya Kenya. Askari wote walioua watoto wetu hawa washikwe, wawekwe mbaroni mara moja. Hiyo mnaunga mkono? Is a descendant of a great freedom fighter called Elijah Masinde, and today we are here to mourn him as a hero and a freedom fighter. Willie was a freedom fighter because he was fighting to free us of the harsh taxes of Zakayo. Willie was fighting to free us from the bad laws kina Didmas wamepitisha Finance Act ya 2023 ambayo iliongeza ushuru, Finance Bill ya 2024 ambayo ilikuwa inaenda kuongeza ushuru. Na kama hawangekuja vijana hawa, hiyo Finance Bill ingepita, mafuta ingeongezeka na hali ya maisha ingekuwa ngumu zaidi. That is why vijana hawa walikuja on the streets to fight against bad laws. Those are freedom fighters. Walikuwa wanapigania haki zenu ninyi mlio hapa. Kwa hivyo nataka niwashukuru na niseme Willie, you have gone as a hero, and as a community and as a nation we honor you today. Nimesikia pia vijana waliosema Zakayo ashuke na ushuru ushuke. Walikuwa wamesema asiposhuka wanakata mti. Tunataka the youth of Kenya msiogope, na vijana msilale, bado mapambano. Ndugu yetu Zakaria Baraza nenye kusime ewe wokezi sisa sikali huramala oche women and the family ya sitati hucha hurero mwana inopake ngolu no kulimaini kwenya kusime kuniko waholire no mwana umulai. Hawezi anza kuongea na Gen Z and you have blood on your hands, Bwana Ruto. Hawezi anza kuongea na Gen Z and you have deployed the military against your own youth. This is tantamount to declaring war on your own citizens. Inawezekanaje tuwe na mazungumzo na jeshi wamekuwa deployed in all the counties of Kenya? No dialogue can take place when we have gunpoint on the heads of the children of Kenya. So sitaki niseme mengi, nataka niwashukuru na niombe ya kwamba sababu tunaelekea kule kwingine kutoa rambirambi zetu kwa Gen Z wengine. Naomba, sijui majenzi mko hapa?